Nimefungwa 15 years, nilifungangwa last year mwezi wa 5, nikafungwa 15 years ambayo sasa ndo na serve. Nilipatikana na makosa ya mada, si rahisi kukaa hapa. Sababu wakati niliingia jela sikutarajia kwamba chenye nilifanya kitu ambayo sikuwa idhani kwa maisha yangu kama nitajikuta kwa makosa kama hiyo, na ni kitu sikuwa nimepanga. Ni circumstance ilinikuta kuasira, nikajikuta tunaletana juu na boyfriend yangu, nikashtukia nimemdunga kisu ya mgongo akakufa. Arauga ndari aikara uguo ageciria no agere ngero ta ino ya uragani. Nimezaliwa kwa familia ya watu wawili, I'm the first born. Kwetu tumezaliwa wasichana wawili. Grow up nikiwa msichana mzuri, msichana ambaye amejua Mungu. Mamangu tumekuwa anatulea up the time, akakuwa mgonjwa akatuacha, tukabaki na babangu. Babangu pia akaendelea kutulea, aje give up na sisi, akanisomesha hadi nikamaliza shule, akaendelea kusomesha sistangu ndo amemaliza form 4 last year. So kwa kukulingana na kugrow kwangu maisha ya ushago, sijai dhani kama nitakuja kukuwa na maisha kama hii ambayo niko nayo hapa juu. Sikuwa idhani kama nitaingia jela kwa maisha yangu. Thabarĩ ya Edna kũraga na gũka jera nĩ aramĩcora wega kuma oka oro gũkũ Nairobi. Shule nilifika form 3, nimaliza form 4. Reason being, wakati nilikuwa naenda shule mamangu alikuwa mgonjwa, ndo alikuwa mgonjwa hiyo time. Mimi nikaona hii school fees nalipiwa na babangu, nikamwambia atibishe mamangu apone, but unfortunately mamangu akakufa. So sikuwa ipata chance nyingine ya kuendelea na shule. Hapo sasa ndo nikakuja Nairobi. Nikatoka sasa ushago nikakuja Nairobi, nikakuja kukaa na aunti yangu ambaye hata yeye ni late. Tukakaa nikatafuta kazi. Nilianza na kazi ya kuuza matunda, nikaendelea hivyo nikisave pesa yangu, nikaanza sasa kuuza nguo. Sasa ndo sasa nikakuwa sasa najitegemea. Mimi ndo naangalia sistangu, naangalia shushangu ushago, chenye napata namtumia. Then ndo nikakuja sasa nikapatana na Alex ambaye ni marehemu sasa. Ndo akanifungulia kazi nyingine, akaanza kuniletea bells kutoka Tanzania. Ndo sasa nikakuwa na kazi kubwa. Hivyo ndo maisha yangu ikaendelea kuwa mzuri, ikawa mzuri, ndio up to the time sasa sahi. Ngucanio yaku na mwendwa waku yambĩrĩirie ha? Maisha yangu na Alex sisemi ilikuwa mbaya, ilikuwa maisha mzuri. Juu alikuwa amenikalisha maisha mzuri, chenye nataka alikuwa ananipea, alikuwa anasaidia watoto wangu. Hata kasi yeye baba watoto wangu, but alikuwa anawasaidia sana. Hakuna kitu nishaimuitisha akanikataza ama akaninyima. Nakumbuka it was on 15th October. Nakumbuka it was on Saturday, tulienda out. Tukaenda, tukafun, tukarudi kwa nyumba. On Sunday asubuhi akaamka, akaniambia bado ako na hangover, anataka kwenda tena kwa club. Mimi nikamruhusu akaenda, mimi nikabaki nikifanya kazi zangu za nyumba. At around saa 6 akarudi kwa nyumba, akapata nikipika. Yeye akaingia bed akalala. Hata hakumaliza nusu saa akapigiwa simu. Kupigiwa simu, chenye nilisikia akisema nakuja. So sikubodha kujua nani alikuwa anampigia simu. Ujue saa hiyo amerudi akiwa mlevi na hajakula. Nikamwambia ngoje nipike ndo akule, hata kaa naenda kukunywa pombe akuwa ameshiba. Sasa hapo ndo tukaanza kubishana. Mimi nikafunga mlango, nikamwambia hakuna mahali unaenda.
Tukabishana hadi akapata chance ya kufungua mlango akatoka. Mimi nikakasirika juu venye alifungua mlango alinipush, nikaenda nikagonga ukuta na nyuma kwa kichwa. Nikaamka nikamfuata, nikamshikia kwa stairs.